Najua kabisa tutasubiri mambo mengi. Asante sana. Mimi hapa tutamake deal leo na kitabu kipya soft copy. Itakuwa vizuri zaidi. Kagombora ningetamani nikae pia mpaka mwisho, lakini tumesha connect. Hatujawahi darasani, wewe ni lecturer fahamu, hamjawahi kutufundisha darasani tukiulizwa swali kwenye interview, who are you, tunasemaje kule. Soft skills, maarifa mepesi ambayo hayapo darasani tunayapata kama hivi. Kwa hiyo hizi notes, kwa kama je ni finalist, kwa kweli mna bahati ya kutokea kwenye maisha. Nimekuja na makamanda wangu watatu, naomba waje hapa alafu nitawatambulisha, alafu niseme hichi kitu kwa chache. Join us. Huyu anaitwa Ushindi, yuko form 6. Nimekuja naye hapa ili apate upako chuo cha Dar es Salaam. Huyu anaitwa Shujaa, yuko form 3. Huyu anaitwa Furaha, yuko grade 1. Mtoto wangu wa kumzaa wa kwanza, huyu wa pili, huyu anaitwa Larry Linux Ladan. Hayo ni majina ya Kiingereza, Kiswahili chake ni Ushindi, Shujaa, Furaha. Kwa hiyo ngambia tudeni msindikize. Tudeni msindikize kwa comments. Sio mwandaji ni sio nini. Kwa hiyo ndio tumsalimia alafu. Sawa. Nyumbani kwetu sisi tuna watoto wa kiume wote, na mke wangu yeye ni mama yao, hao ni daktari wa binadamu, anaitwa Celestine Harris Kapiga, yuko kazi. Kwa hiyo sitakuwa na muda mrefu sana, lakini nilitamani ninyi ndio mnisaidie kunifundisha. Naomba niwavuruge kitu kimoja. Takwimu hii sio ya kwangu, sijaamba kufundisha hii. Mwenyekiti ingia ndani huku, mwenyekiti mwambie mwenyekiti aingie, sije wote waingie ndani wasikie ninachokiongea. Nataka niwavuruge kidogo. Wale wote wanje waambiwe waingie ndani wavuruge. Mwenyekiti nakusubiri hapa. Naomba niwavuruge kidogo. Nampiga picha, naomba nikuvuruge. Na mwenyekiti aingie niwavuruge alafu mnihame. Yes, ni finals, ndio. Hao wengine sio mwaka mwisho. Wangapi wanamaliza? Most of you. Nyoshe basi hivi kidogo. Wow. Hongereni sana. Wangapi bado tupo chuo? Takwimu zinaonyesha Tanzania kila mwaka wanaimaliza shule level zote 800,000 vijana. 800,000. Wanaipata ajira 10%. 10% ya 800,000 ni ngapi? 80,000. Kwa hiyo ukitoa 800,000 ukitoa 80,000 unapata ngapi? Kwa kila mwaka wanabaki 700,000 na ngapi? Wako wapi? Wanafanya nini? Kwa hiyo hii ni kitu ambacho inatakiwa tujue wakati tuko shuleni, tunasoma sawa fine, inatusaidia vizuri, lakini tujue ajira. Mimi kwenye ukurasa wangu wa Instagram Jumatatu nimesema kila siku Jumatatu kazi zipo, ajira hakuna. Bahati mbaya na mwalimu anaondoka na kufundisha baadhi ya interview, it's okay. Kwa wale kama unaweza kuwa katika ile 10%, lakini ukikosa unafanya nini? Hili ni swala la msingi sana kujiuliza wakati bado uko shule au wakati unamaliza. Which means unaweza kukutana mtaani kukutana na disappointment. Hakuna ajira ambayo unafikiria ipo. Kwa hiyo what to do? Nitachozungumza leo kujitambua.
Ukishajitambua kikuta hakuna ajira, bado huwezi kuwa disappointed. Lakini kienda nafikiri kwamba nimetoka shule sasa nimemaliza na nataka niajiriwe, nitapata mshahara wangu laki mbili, bora umekuja mjasiriamali zaidi. Nitapata mshahara wangu shilingi 500,000, 600,000, 700,000, milioni, alafu naenda kwa mwaka kwanza ola, mwaka pili ola, mwaka tatu ola, mwaka nne. Alafu umri unaenda unajua kusubiri. Kina dada angalau. Siwesikia angalau kina dada kama hata akaangukia sehemu nzuri kaolewa. Biashara ikawa sasa wewe mjemba mwenzangu. Issue. Kwa hiyo umri unaenda unajikuta umefika 31, 32, 33, huyo ndevu zinaanza kutoa mvi, hakuna ajira. Alafu unakuwa umemaliza ama graduate from University of Dar es Salaam waiting for employment, na employment haionekani, inakuwa ni stress. Kwa hiyo ni vizuri tujue kwamba ajira hakuna, sio tunasema ni siasa, kweli hakuna. Kwa hiyo anza kufikiria wale ambao hamjamaliza chuo huko mwaka wa kwanza, unawezaje? Yule kijana wangu form 6 ninamwambia kabisa hakuna ajira, anza kujua. Chuo kikuu lazima uende ukasome, akili yako iwe safi, ujue mambo mengi. Ikiwezekana degree ya pili piga, na ya tatu piga, na nne ikiwezekana piga, lakini ukifikiria kuajiriwa kwa hakuna. Kukipatikana basi endelea vizuri zaidi. Mavuruga. Bwana. That's the fact. Ndio kweli. Sio usema tutaumia, ni bora ujue. Ukishajua inakusaidia kwenda. Sawa? Haris Kapiga ni nani? Mungu amenisaidia, mimi ni mchungaji. Kanisa linaitwa Nchi ya Ahadi, liko Mapinga Bagamoyo. Lakini pia mimi ni mwandishi wa habari, nafanya kazi na Clouds Media Group kama msoma taarifa ya habari. Ambayo nafanya siku 3 kwa wiki, lakini pia nafanya vipindi vya redio. Kipindi kimoja kinafanyika leo, kinaitwa Terminal kuanzia saa 9 mpaka saa 11. Kingine kinaitwa Gospel Tracks Jumapili asubuhi. Kesho siku hizi naenda kiasi nishatengeneza vijana kwa naenda. Kesho ndio nitaenda, lakini za kama miezi miwili tena pia nisiende. Lakini pia mimi mwandishi wa vitabu, nimekuja na vitabu vyangu viwili tu. Nimeandika vitabu kama 8, lakini nimekuja na kitabu kimoja kinasema ubunifu na kushindwa na chimbo. Kazi yangu ngapi? Chungaji, mtangazaji, mwandishi. Sawa. Lakini pia nafanya MC kwenye corporate events na kwenye social events kama harusi. Kazi yangu ngapi hiyo? Alafu kwenye social media mimi nasimamia vizuri social media za kwangu. Pita nimeandika Haris Kapiga, utaniona. Na ratiba zangu mwenyewe Jumatatu mpaka Ijumaa, lakini tusifanye hivyo bure. Kwa kufanya vile naongeza followers, wale followers watapewa matangazo, nitaweka matangazo kupata mchuzi, maisha yanaendelea. Kwa kanisani kuna sadaka, kule Clouds kidogo kuna mshahara kiasi, lakini kwenye MC pia nipatela kidogo. Kwenye vitabu vyangu kila nikienda nauza kitabu kimoja 10,000, nikiuza vitabu 100 na shilingi ngapi? Mshahara wa mtu. Pia mimi ni baba na watoto wa Mungu wamenisaidia, nimeonyesha, lakini mhamasishaji pia kama ambavyo nafanya hapa. Kwa hiyo ukiangalia kiuhalisia unaangalia nafanya vitu vingi, si unaona? Wangapi wanafanya vitu vingi? Lakini mimi nafanya kitu hiki, ila platforms tofauti. Na kazi naifanya ni kuongea. Kwenye redio nafanya nini? Semeni basi msitazame. Kwenye redio nafanya nini? Kwenye TV nafanya nini? Kwenye kuhamasisha nafanya nini? Kwenye kuhubiri nafanya nini? Kwenye social media nafanya nini? Na hapa nafanya nini? Kazi yangu ni nini? Nilipojitambua kwamba mimi nimeletwa duniani kuongea tu, ndio nachokifanya. Sasa wewe umeletwa duniani kufanya nini? Ndio jitambue hapo. Wanakuja kwenye swala la kutambua. Andika kabisa tu, mimi nimeletwa duniani kufanya nini? Kama hasa kuja kuongea. Mimi nimeletwa kuongea, kwa hiyo ukiziba mdomo wangu hata na sauti yangu mimi ina vikongwezo vingi vingi. Kwa hiyo nina dawa kienyeji ya kuamba
sauti isikwame. Na alafu pia ndio maana nikiongea sipigi kelele sana, kwa sababu natunza sauti ili niitumie sana. Hata ukikuta na hubiri, bahati nzuri nisijaliwa leo nisije, kwa sababu sauti yangu naitumia. Kwa hiyo nikipiga kelele Jumapili, Jumatatu tutasoma taarifa ya habari. Kwa sababu kama ni pause, natunza sauti. Kifaa cha kutendea kazi ambacho ninatendea kazi. Kila mtu anaandika, mimi nililetwa duniani kufanya nini? Sema yani wewe sasa, sio mimi. Wewe uandike, utakumbuka. Sawa? Umekuja duniani kufanya nini? Basi ndio tunaweza kuwa. Naruhusu maswali chochote ambacho unafikiri ungeniuliza, alafu nitaongea points zangu mbili, nitamaliza.